na Yesu amelala. Sikiliza neno la Mungu linasema, wanafunzi walipojaribu kila namna ya kuweza kujinasua na dhoruba, kujinasua na hatari, walipokuwa wameshindwa, mahali fulani nilisoma nasema kwamba kwa sababu bahari yote ilikuwa imeweka mawimbi makubwa yanapiga chombo, dhoruba ni kubwa, mawingu makubwa meusi yalikuwa yametanda juu ya anga, radi zilipiga. Unajua radi ikipiga, mzee Majura, hivi hivi tu unaweza kukimbia. Radi zilizokuwa zinapiga katika bahari ya Galilaya zilikuwa ni tofauti na radi tunazozijua. Andiko linasema wakati dhoruba inakwenda, mawimbi yanapiga, radi zinapiga, ngurumo zimekuwa kubwa. Baadaye radi ikapiga, na ilipopiga hivi ndipo akamwona Yesu amelala. Ndipo wanakumbuka wana mtu muhimu. Sikilizeni watu wa Mungu, unaweza ukasafiri bila kujua una mtu muhimu katika maisha. Watu hatari inapokuja wanalia, mama nakufa, kumbe kuna mtu wa kuitwa. Yesu alipoitwa, siku moja nilikuwa nasafiri na ndege, kuna wengine mnafahamu hapa, tulikuwa na ndege moja inaitwa Precision Air. Kwa tukatoka Dar es Salaam tukaenda Zanzibar, na baadaye tukaruka kutoka Zanzibar tukaenda kile kiwanja kidogo cha Arusha, na baadaye tukawa tunaruka kutoka Arusha kwenda Mwanza. Na tukatangaziwa kwamba tutaruka katika usawa mita kadhaa kutoka usawa bahari, na safari yetu kutoka Arusha kwenda Mwanza itachukua muda fulani. Wakati tumeruka, kumbe anaitwa nani wale, rubani akaingia kwenye wingu zito la maji. Ndege ikashuka, alafu ikapanda, ikashuka, ikapanda, alafu tukaona inapoteza mwelekeo. Mimi nilikuwa nimekaa na mtu mmoja kwenye kiti, anasema niliambiwa nisipande ndege ya Precision Air, afadhali ningepanda ya Tanzania, sasa nakufa. Mimi nikakumbuka mke na watoto. Hapa pembeni nyuma yangu alikuwepo mama mmoja, anasema Yesu tuokoe. Hapo ndipo akanikumbusha yuko Yesu. Amina. Ndipo mimi nikasema Yesu, ukiona ni vyema tuokoe. Na baada ya muda fulani ndege ikatulia. Na najua ukiwa kwenye ndege huruhusiwi kuwasha simu. Tulipokuwa tunaambiwa sasa tunakaribia kutua katika uwanja wa ndege wa Mwanza, fungeni mikanda, viti vyenu viwe viko wima. Na nikaona tu watu wanachomoa simu, wanaanza kuziwasha, na mimi nikachomoa ya kwangu. Yaani tulipo kwenye runway pale tunakwenda kutua ili ndege itulie, kila mmoja tayari tulikuwa tufe. Wanafunzi walisahau mtu muhimu katika maisha yao, walitegemea nguvu jinsi walivyokuwa katika bahari ya Galilaya wakivua, lakini Mungu akawakumbusha kwa kuweka radi ikapiga, na ilipopiga walipogeuka wakamwona Yesu amelala katika shetri. Ndipo anamwambia mwalimu, mbona tunaangamia? Biblia inasema Yesu hawezi kuitwa mara mbili. Amina. Lazima akiitwa atafanya jambo. Amina. Yesu akasimama, na aliposimama akasema mawimbi tulia. Amina. Mawimbi yanamjua Yesu maana aliyaumba. Amina. Bahari tulia. Bahari ikatulia, maana inajua anayesema maneno hayo ni nani? Muumbaji. Jana somo la jana tulisoma hapa, yeye ameliumba. Dhoruba tulia, dhoruba ikatulia. Amen. Watu wanachunyu, yuko Yesu anayetuliza dhoruba. Amina. Wezi kutegemea
zingine kama vile hirizi, kwamba zinaweza kukusaidia. Anayesaidia ni Yesu ambaye alikufa msalabani ili wewe upate kuokolewa. Amina. Baada ya Yesu kutulia dhoruba, mawimbi yakatulia, mvua ikakatika, chombo kikaendelea na safari. Amina. Sikiliza sura ya 5 ya Marko. Naam. Marko sura 5, twende mtumaji wangu. Marko sura ya 5, anza fungu la kwanza. Imeandikwa, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote, usiku na mchana, alikuwako makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Swali ni hili: je, Yesu alipokuwa anaacha mkutano hakujua kwamba kuna dhoruba? Jibu ni kwamba alijua. Swali la pili: kwa nini ahatarishe maisha yake? Kwa nini? Jibu ni hili: